Karibu MJ Channel. Leo tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Taarifa kubwa kabisa leo kwenye vyombo vya habari vingi hasa huko BBC wameripoti kuwa Trump atishia kutangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa mlango wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hivi karibuni atatangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa sehemu ya eneo la Marekani, akidai kuwa Irani imeathirika vibaya na vita vilivyotokea eneo hilo. Baada ya kuishinda Irani ambayo sasa imeathirika vibaya, hivi karibuni nitatangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa eneo la Marekani, Trump alisema katika mkutano wa kisiasa mjini Washington. Mwisho wa kumnukuu. Kauli ya Trump imekuja wakati mkwamo unaoshuhudiwa kati ya Washington na Tehran kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu ambayo hupitisha kiasi kikubwa cha mafuta na bidhaa tofauti duniani. Irani imekuwa ikidhibiti katika sehemu kubwa ya mlango wa bahari huo na kuzuia meli nyingi za mizigo za kiraia kupita, huku jeshi la wanamaji la Marekani likiweka kizuizi katika bandari za Irani katika jaribio la kuzoofisha uchumi wa nchi hiyo. Namnukuu, tumeweka kizuizi, hakuna meli itakayopita isipokuwa sisi wenyewe tutake ipite, Trump aliwaambia wafuasi wake. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Qasim Garibabadi amejibu kauli ya Trump mapema hii leo kupitia mtandao wa X na kusema, namnukuu, mlango huo wa bahari hautafunguliwa wala kufungwa isipokuwa kwa amri ya Irani, na msipokubali ukweli kuwa mmeshindwa, mtaendelea kujidanganya na Irani itaendelea kuweka kizuizi. Garibabadi alisisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz utaendelea kumilikiwa na Irani. Mlango bahari wa Hormuz ulikuwa wa Irani, ni wa Irani na utaendelea kuwa wa Irani. Kwa hiyo hayo ndio mambo yanaendelea huko Mashariki ya Kati, sasa pale mlango bahari wa Hormuz kule Irani, na mpaka sasa hivi Trump ameendelea kujidanganya mwenyewe kwamba mlango bahari wa Hormuz atautangaza ni mali ya Marekani, kitu ambacho si kweli. Na ukiangalia tathmini ya umbali ni mbali sana, Marekani na Irani ni mbali kweli, na ukiangalia pia ni moja ya kontinento jingine, kwa maana bara jingine kabisa kati ya Marekani na hiyo kule Irani. Kumbuka Irani ni bara la Asia na Marekani liko bara la Amerika. Kwa hiyo Marekani inaendelea kujidanganya kwamba mlango bahari wa Hormuz utamilikiwa na yeye, kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Na Irani wenyewe wamesema kwamba hawatakubali kufungwa au kufunguliwa kwa mlango huo bahari kwa sababu ni wa kwao wao wenyewe. Kwa hiyo bado tensions zinaendelea katika eneo hilo, lakini so far tunaona kwamba mlango bahari wa Hormuz bado unamilikiwa na Irani na meli zinapita kwa amri za Irani mpaka hivi sasa, japokuwa Marekani ameweka blockade ambayo iko kule katika pwani ya Oman, lakini hata hivyo baadhi ya meli za Irani zinaendelea kupita katika eneo hilo, lakini pia kuna meli zingine pia zinaendelea kulengwa au kufanywa mashambulizi katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo binafsi nafikiri kwamba Marekani inaendelea kujidanganya kwa kusema kwamba mlango bahari wa Hormuz utakuwa unamilikiwa na wao na wana udhibiti wao, kitu ambacho si kweli, kwa sababu Irani eneo hilo wameweka kizuizi kikubwa. Na isitoshe kwamba katika vitu ambavyo Irani wameweka eneo hilo ni makombora, lakini pia wana meli zile za tuseme zile boti ambazo za mwendo kasi, naona wanazo nyingi sana, lakini pia wana drones. Kwa hiyo hata kama ukasema kwamba tunadhibiti sisi, lakini muda wote saa yote Irani wanafanya mashambulizi katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Kumbuka kwamba wao wanashambulia kwa kushtukiza. Kwa hiyo uwezi ukasema kwamba eneo hilo ni salama kwa sasa, kwa sababu tayari inamilikiwa na Irani. Na kumbuka Irani ashatoa tangazo kwamba mlango bahari wa Hormuz ni wa kwao, lakini pia hautafungwa na mtu yoyote yule. Kwa hiyo kwa sasa nafikiri rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kuota ndoto ambazo sijajua kwamba zinatoka wapi, lakini kimsingi Irani hawatakubali. Either Marekani wapeleke nguvu kubwa katika eneo hilo na katika nchi hiyo ya Irani, wakapambane na Irani mpaka waweze kumwangusha utawala wake wote. Naona hilo la kwanza. Lakini la pili, apeleke askari wa mguu katika eneo hilo au katika nchi hiyo ya Irani
naona, na hawezi kuishinda nguvu nchi hiyo Iran, kitu ambacho ni kigumu sana. Iran wana makomando ambao wamejifunza huko maeneo mbalimbali ikiwemo huko Cuba pamoja na Uchina, lakini pia wale IRGC ambayo kikosi cha Revolution Guard ambayo ni kikosi imara kabisa. Kwa hiyo sidhani kama Marekani wanaweza kusubutu kupeleka askari wa mguu katika eneo hilo la katika ardhi hiyo ya Irani, lakini tusubiri tuone kama kweli wataweza kufanikisha hili. Lakini binafsi nafikiri Marekani endapo hawatapeleka askari wa mguu, hawatapambana na bila kuangusha uongozi ulioko pale Irani, mimi nafikiri mlango bahari wa Hormuz utaendelea kuwepo chini ya Irani kwa muda mrefu, na sidhani kama Marekani anaweza wakaumiliki mlango bahari wa Hormuz kwa sababu kwanza kabisa majeshi mengi bado yapo pale, unaona, yapo pale kusini mwa Iran, kwa maana katika mlango huu bahari wa Hormuz, lakini pia yamejificha katika eneo hilo lote. Nakumbuka jiografia ya Iran ni kuna miunuko pamoja na milima na mabonde. Kwa hiyo uwezekano wa Marekani kudhibiti Iran kwa sasa bado ni kitendawili. Either wapeleke jeshi kubwa na lenye nguvu, yeye mwenyewe anajitapa kwamba wana Navy SEALs, wana Marine Corps, unaona, na majeshi mengine ambayo ni makubwa pale Marekani. Kwa hiyo mimi nafikiri kama wanataka kuidhibiti Irani na mlango bahari wa Hormuz uwe salama kwa kiasi kwa muda mrefu, basi wao wapeleke jeshi la ardhini katika nchi hiyo ya Irani, kitu ambacho watapambana au watakumbana na upinzani mkubwa kabisa ambao hujawahi kutokea. Kumbuka Irani si nchi si sawa na kule Venezuela. Irani si sawa na Afghanistan. Ni nchi ambayo kwanza wana itikadi kali, unaona, lakini pia ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa wa mapambano. Kumbuka ndani ya kipindi hiki cha miezi mitano tayari washapambana na nchi zaidi ya 10 katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, zikiwemo hizo Bahrain, Kuwait, Umoja wa Falme za Kiarabu, Jordani na nchi zingine zote zile za kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni nchi ambayo ina nguvu, ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa, lakini pia na teknolojia, na watu wake katika eneo lile la Irani ni watu ambao wamesoma sana. Na ukiangalia baadhi ya watu wengi katika serikali ya Irani ni mpaka wale katika safu za jeshi pia wana degree na wengi wao wana diploma na vitu vingine. Kwa hiyo nafikiri ni watu ambao wamesoma, wana masters, yani wakifupi wako vizuri sana. Kwa hiyo pia wale watu wana science wanao wengi katika eneo hilo ambao na utakiangalia hizo drones, makombora yanatengenezwa na wanasayansi au watu wa ndani kabisa katika nchi ile ya Iran. Kwa hiyo nafikiri Marekani kusema kwamba watatangaza mlango wa bahari wa Hormuz kwamba utakuwa chini yake Marekani, ni binafsi nafikiri kwamba itakuwa ni ndoto, kitu ambacho sidhani kama wa Iran wanaweza kukubali. Lakini tumemsikia naibu waziri wa mambo ya kigeni bwana Galgabad amesema kwamba hawatakubali kufungwa au kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari ni wa kwao na utaendelea kuwa wa kwao na amri zote watatoa wao. Kwa hiyo nafikiri kwamba bado kuna kazi ngumu sana katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Marekani sasa hivi anajaribu kutafuta kila mbinu kuhakikisha kwamba mlango bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa, lakini amekutana na upinzani mkali kabisa katika vita vyote ambavyo Marekani amepambana kuanzia kule Afghanistan, Iraq, Libya. Mimi nafikiri kwamba hajawahi kukutana na upinzani mkali kama huu. Na upinzani mkali kule Iran ni kitu kimoja tu, kwamba viongozi wote katika nchi ile wote wana msimamo ambao unaweza kulingana, wana msimamo mkali ambapo hawakubali kushindwa na yoyote anayesaliti nchi, basi wanakumbana na ile hukumu ya kunyongwa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba hali pale Irani jinsi ya kudhibiti serikali au kuizofisha au kuiangusha nchi ile ya Irani bado ni kazi kubwa sana. Binafsi nafikiri diplomasia ndio njia pekee ambayo inaweza kukaa chini na kumaliza mzozo huu na bila kuleta mgongano, na kila mmoja atafikia malengo yale ambayo yaliyofikiwa. Kwa hiyo nafikiri kwamba endapo diplomasia itafanyika, basi huenda mzozo huu kaisha na vita hii itaisha. Kumbuka Irani washapoteza raia na jeshi zaidi ya watu 3,000 wamekufa katika eneo lile
na achana na hizo nchi zingine ambazo Iran ameshambulia na maeneo mengine. Pia hata askari wa Marekani pia wameuawa katika vita hivyo, sio chini ya askari 10 katika vita hivyo vyote vya Mashariki ya Kati, vita ambavyo vimedumu kwa sasa ni miezi 5. Kwa hiyo yote wa yote, binafsi nafikiri diplomasia ndio njia pekee inaweza kumaliza mzozo huu bila umwagaji wa damu au bila kutumia nguvu. Jamani, asanteni sana, usisahau kufollow na kusubscribe. Asanteni na jioni njema.